Tutasoma neno la Bwana katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 27, tutaanzia mstari wake wa 50 mpaka 53. Neno la Mungu linasema hivi, Mathayo 27, 50, 53. Neno la Bwana linasema hivi, naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Tulikuwa tunazungumza kuhusu kwenye pati yetu ya kwanza, tulikuwa tunazungumza baadhi ya effect ambazo zilitendeka siku ambayo Yesu anakufa na nakata roho. Kuna vitu vilitendeka katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, havikuwa vya kawaida. Kwa wengine ni kawaida, lakini kwetu sio kawaida. Tulizungumza faida ya kwanza, tulijua kwamba kwenye 51 Biblia inasema kwamba pazia la hekalu lilipasuka. Tulizungumzia kuhusu pazia la hekalu kupasuka, nini maana yake. Tukasema ya kwamba tulipewa neema ya kupaingia patakatifu, ambapo kipindi cha Walawi, kipindi cha Waisraeli ilikuwa vigumu kupaingia hapo. Walikuwa wanaingia makuhani tu, lakini Bwana akaona si vema hawa nao wasiojue siri ya huko ndani. Kwa likapasuka. Tukakuwa na maombi ya kuombea kuhusu kupasua pazia lolote ambalo limesababisha usione siri zilizoko upande wa pili. Lakini pia Biblia inasema ya kwamba baada ya hekalu likapasuka vipande viwili, Biblia inasema nchi ikatetemeka. Tulizungumzia kuhusu kutetemeka. Lakini pia tukazungumzia kuhusu miamba kupasuka. Nafikiri tulizungumzia swali pia la miamba kupasuka. Miamba ilipasuka. Na kwa nini miamba ipasuke? Kwa sababu miamba ni kimbilio. Miamba ni sehemu ya watu kujificha. Ndio maana Daudi anasema nitajificha kwenye mwamba. So kama katika ulimwengu wa roho ama kwa sisi wa Kristo kuna mwamba wa kujificha ambaye ni Yesu, lakini katika ulimwengu wa mwili pia kuna miamba ambayo imejifanya ni miamba na wengine wanaikimbilia. Na hii miamba ilikuwa inasababisha watu waliozikwa ndani, waliokufa ndani ya Yesu, kwa sababu mamlaka bado shetani alikuwa nayo kipindi hicho kabla hajanyang'anywa mamlaka. Ilisababisha watu wakawa wamebanwa, wamefichwa na huyo mwamba. Sasa Biblia inasema kwamba miamba ikapasuka. Miamba ilipasuka kwa effect moja, ili waliokuwa wamefichwa kwenye mwamba wapate kufufuka. Tulishia kwenye miamba, lakini tutaendelea effect nyingine iliyotokea, na naamini ya kwamba utapata kitu hapo. Baada ya miamba kupasuka, tuende pale 52 kama na Biblia yako, tusome kwa pamoja. Biblia inasema hivi, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Makaburi yakafunuka. Hiyo tu moja kwanza, makaburi yakafunuka. Kama unaandika, andika pointi nyingine hapo, makaburi yakafunuka. Biblia inatuambia kwamba baada ya Yesu kukata roho kulikuwa effect nyingi, mapazia, miamba, nchi kutetemeka. Lakini tena Biblia inasema hivi, makaburi yakafunuka. Na tunapozungumzia kufunuka, yani ni kitu ambacho kilikuwa kimefungwa kwenye kitu, tukikifungua yani kinafunuka. Lakini kuna tofauti between kufungua, kwa sababu kufunuka ni kinatoka kwa speed sio ya kawaida, na yawezekana bila kufunguliwa. Hicho kitu ndio kinafunuka. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba makaburi yakafunuka. Kwa nini makaburi yafunuke? Yesu tayari kifo chake, moja ya faida ambayo ilikuwa nawaletea watumishi wa Bwana ilikuwa kwa ajili ya kuja kufunua makaburi ambayo ilikuwa imewashikilia watu wengi na walikuwa chini ya mamlaka ya shetani. Kwa Yesu akasema kwamba haitawezekana hawa watu wakaendelea kushikiliwa, sababu hao ni watu wangu, na ni moja ya sababu yake ni kuja kuwakomboa waliokuwa watu wake. So Biblia inasema kwamba makaburi yakafunuka. Kwa tunapozungumzia kaburi sio kitu chema sana, na sifikirii kama kuna sehemu kwenye Biblia kaburi linazungumziwa kwa uzuri. Vipo vitu vingi vinazungumziwa kwa ubaya, lakini mwisho wa siku Biblia inavizungumzia tena uzuri. Kwa mfano tunakutana na kunguru
kumzungumzia vibaya, lakini sometime kunguru anampelekea mtumishi chakula. Tunakutana na simba anaemeza watu, lakini tunakuja kukutana na Yesu anajifananisha na simba. Kwa kuna kitu, lakini hata kwenye makaburi sijawahi kuona makaburi yakizungumziwa vizuri, kwa sababu kaburi ni mwisho wa mtu, kwa sababu kaburi ni kukatishwa tamaa. Kaburi ni vitu vingi sana inamaanisha. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba makaburi yakafunuka. Kwa nini yafunuke? Kwa sababu kuna target ya makaburi kufunuka. Kwa faida mojawapo ambayo Yesu aliyotuletea kwa ajili ya kifo chake ni pale ambapo tunaona makaburi yanafunuka, na baada ya hapo ndio tuliona effect nyingine ya miili kunyanyuka. Lakini kwanza inaomba makaburi yafunuke. Kaburi lilifunuka kwa nguvu ya Mungu. Bila nguvu ya Mungu kaburi haliwezi likafunuka. Watu wengi tumeshikiliwa chini ya makaburi. Watu wengi tunakufa japokuwa tunatembea. Hiyo kitu ipo shua kabisa. Hata Biblia inasema ya kwamba ajizaniaye amesimama ajiangalie sana, sio jikuta kasimama kumbe tayari amekwisha kuanguka. So hata watu wengi tunajifikiri sisi ni wazima, tunafikiria kwamba sisi ni tupo vizuri kabisa, kumbe sometimes sisi tayari tumekwisha kufa, ni wafu walio hai. Sisi ni wafu walio hai. Na ili ujue kwamba huyu mtu tayari ni mfu aliye hai, jaribu kuangalia spidi yako, jaribu kuangalia mambo yako. Haleluya, haleluya. Inakuwaje wewe ni mzima lakini mambo yako hayaendi? Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba ukitaka kuona matajiri wakubwa usiangalie ulimwenguni, nenda makaburini. Huko ndo kuna matajiri walikuwa wanasema mimi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, lakini wakufikia. Kwa hiyo hakuna umuhimu wa wewe kusema kwamba mimi ni mzima wakati kuna vitu vyako haviendi. Haviendi kwa sababu gani? Mbona upo? Na kwa nini visiende? Mbona upo? Kwa nini usiolewe? Kama ni mzima, kwa nini usiolewe? Kama ni mzima, kwa nini usijenge? Kama ni mzima, kwa nini usiishi maisha matakatifu? Kama ni mzima, kwa nini usitake kitu na kikafanyika? Wewe si mzima. Kwa kama unafanya vitu na vinashinda kutokea, ujue kwamba tayari yawezekana maisha yako imeshashikiliwa sehemu. Haleluya, haleluya. Nakumbuka hata Jumapili baba alituuliza swali hapa, akasema mnasema Yesu alimaliza yote, kwa nini mpo jinsi mlivyo? Unaweza ukasema kwamba mimi Yesu ameshamaliza vyote, kwa mimi ni tajiri katika ulimwengu wa roho. Baba akafafanua ya kwamba Yesu alimaliza katika ulimwengu wa roho, lakini katika ulimwengu wa mwili ni wewe wa kufanyaje. Nilikuja kutana na swali, mtu fulani akaniuliza hivi, ashukuriwe Mungu, Mungu alinipa hekima. Wewe mtu aniuliza hivi, kwa nini tunakemea hivi na hivi na tupo ndani ya Yesu? Tupo ndani ya Yesu, kwa nini tufanye hiki na kile? Roho Mtakatifu wakati nilienda nasoma taratibu akaniambia hivi, kuna vitu Bwana alifanya na vingine akaviacha sababu vipo juu ya uwezo wetu. Sawa? Na ndio maana nasema hivi, vita vyetu sisi si juu ya mwili. Kwa Mungu anajua kwamba vita vipo. Kumbuka anaandika hivyo, nipo. Anaandika vita vyetu. Paulo kwa nini anaandika hivyo? Wakati huo Yesu ameshakufa na ameshamaliza biashara. Lakini Mungu anamfunulia waambie watu vita vyao si kwa ajili ya damu na nyama. Inaomba wapambane. Kwa Yesu kuna vitu walimaliza vile vikubwa, lakini kuna vingine akasema hawa watu nimewapa mamlaka juu ya nyoka na nge. Haleluya. Juu ya nyoka na nge watafanya kitu, watafanya vitu vikubwa na vidogo. Haleluya. Kwa hiyo laana zipo, wale mapepo wapo. Yesu akuwamaliza wote, aliwaacha kwa sababu anajua sisi ni wasafiri. Aliwaacha watu waendelee kutu challenge, kwa sababu Yesu ingetaka kumaliza hiyo biashara, ingekamata shetani anamtupa ndani, anakamata mapepo tupa ndani, na biashara ingeishia pale. Ila akawaacha, na amewaacha kwa sababu anajua sababu yake, na moja ya sababu ni kwa ajili ya wewe kujichallenge. Hivi nina Mungu wa kweli? Hivi ninaweza nikapigana na haya majeshi? Ili ujue kumtafuta Bwana katika roho, kwa sababu wao wapo katika roho. Kwa shida zipo, changamoto zipo,
Kwa kaburini ni lazima unaweza kuwa umewekwa na usijue tu, sababu wale mapepo wapo. Hizo principles zinazozungumziwa hapo juu ya majeshi, juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya mapepo wachafu, wapo wapo. Sasa na hao kazi yao ndio kutuchallenge, kutukamata, kupambana na sisi vita, kupambana na sisi kiuchumi, kupambana na sisi kutuua katika roho. Tunakuwa watu tunaoishi tu kama miskule. Sababu ninakuuliza swali moja, kama wewe ni mzima, kwa nini mambo yako yasiende na wewe kuna yaona yapo hapa, mimi nataka nifanye hiki, nipite hapa nifanye hiki? Ukiwa mzima lazima una maamuzi juu ya maisha yako. Aliyekufa tu ndo hana maamuzi, anapelekwa na nguo yoyote, ingawaje alikuwa tajiri na nguo za nzuri sana, hana maamuzi. Vitu vyake vinaweza vikagombaniwa pale, sababu ameshakufa. Hata kuja kusema hiki mwache, hiki mpe huyo, hamna. Kwa mtu ambaye ana maamuzi ya kuamua kitu na kikatokea, ndio huyo mtu tayari yupo makaburini. Haleluya. Kwa unaweza ukajizania umesimama, kwa unaweza ukajizania upo hivi, lakini tayari upo ndani ya kaburi. Lakini nina habari njema nataka nikupe, na hiyo habari njema ni kwamba Yesu alipokufa, Biblia inasema ya kwamba makaburi yakafunuka. So kuna makaburi iliyokuwa imeshikilia wale watu ikawaachia, na ndio maana hawa watu walionekana katika mji mtakatifu wakizunguka humo. Kuna watu waliwatambua wenye macho ya kiroho, waliona Ibrahimu yule, fulani yule, huyu, wakawaona wakipita wakitangatanga, kwa sababu tayari kuna effect ya nini? Makaburi kufunuka. Kama makaburi hayajafunuka, ndugu yangu, kumuona Yesu ni pagumu sana. Kama makaburi hayajafunuka, hata sisi wahudumu kumuona Bwana ni pagumu sana. Tutaimba na sauti nzuri, lakini kutakuja kimuntu kitaimba na sauti mbaya, lakini kina neema, sababu kimeshafufuliwa, akijashikiliwa na miamba na kaburi. Kitafanya vizuri na kitapita, na sisi tunabaki pale pale. Wahubiri wazuri watakuja, hawana vigezo. Kuna watu wameanza kuhubiri kitambo, niseme hii neno, kuna watu wameanza kuhubiri kitambo sana, lakini wana kikanisa kia hivi. Na kuna vijana wamekuja na speed hapa, kwa sababu walijua kujitengeneza. Ndio, na waongo wapo, ndio, na manabii wa feki wapo, na wachungaji feki wapo, tukatai. Lakini kuna wengine wamesimama kwa nguvu za Bwana, kwa sababu walijua kujiandaa. Sasa wewe tangu ulianza hakuna kinachoenda. Mungu gani ule? Mungu wetu anasema na hatimaye mzidi kuwa utukufu hata tukufu, from glory to glory. Kwa nini wasiende utukufu hadi utukufu? So kuna sehemu umeshikiliwa, jiangalie. Habari njema ni kwamba Yesu alipokufa makaburi yalifunuka. Okay, Yesu ni mzee wa kufungua, mwambie jirani, Yesu ni mzee wa kufunua makaburi. Hebu mwambie tena, Yesu ni mzee wa kufunua makaburi. Anafunua wapi tena? Kuna sehemu anaenda, watu wanalia, wamechoka, mpaka Yesu anakuja anamwambia, ungekuwepo ingekufa. Kwani hao watu walijua kwamba huyu jamaa ana uwezo wa kufufua, lakini wakasema kwa sababu amekwisha kuzikwa hata aweze tena kumfufua. Na kuna wanaoamini ya kwamba angeweza kumfufua sababu amewahi kufufua, lakini akasema ya kwamba hapa hata aweze sababu tayari mtu amekwisha kuoza. Kuna watu walimkatia Yesu tamaa, lakini kwa sababu ni mzee wa kufunua akasema, hebu liondoweni lile jiwe. Mpaka wanamshauri, wanamwambia kwamba tayari amekwisha kunuka. Yeye amesema ondoeni, anaenda kulifunua lile. Effect zimetokea mara chache sana za Yesu anafunua makaburi. Hebu siku anafufuka tena, Biblia inasema kwamba kaburi lilikuwa na jiwe likaondolewa. Yaani kizuizi, ninaposema makaburi ni kizuizi ambacho kinasababisha unashinda kutoka nje. Wewe mwenyewe fikiria, ni kizuizi gani ambacho kimekusababisha umeshinda kufanya hiki? Ni kizuizi gani unacho? Hilo ndo kaburi lako. Unataka kufanya hivi lakini unashangaa ufanyi. Kwa sababu usifanyi. Sababu gani usifanyi? Hicho kizuizi ndio kaburi lako tayari hilo. Hicho kizuizi ndio kaburi lako limeshakuzika hilo. So you need what? You need just msaada wa Yesu.
You need just kuelewa ya kwamba siku Bwana alipokufa kuna kaburi zilizofunuliwa, nami kwa mamlaka hiyo ninatangaza ya kwamba kama alivyofufuka Yesu makaburi yakafunuliwa, nami natangaza kila kilicho changu kifunuliwe, kaburi walioniweka lifunuliwe, mambo yangu yapate kuonekana. Haleluya! Inatakiwa tu kuamini katika kifo cha Yesu na effect za kifo cha Yesu. Nataka kumwambia tu Bwana, ulivyofufuka Biblia inasema ya kwamba kuna makaburi yalifunuliwa. Kwa nini yangu yanabaki hivi? Kwa nini mambo yangu hayaendi? Kwa nini mimi bado nipo katika kaburi? Kuna kitu Bwana alinipatia nilipokuwa naomba mambo ya kujifungua, mambo ya kuondoa lahana. Unaweza ukafungua lahana ukajikomboa, lakini upo ndani ya kaburi. Unaweza ukapigana vita kabisa na wapiga wachawi, lakini upo ndani ya kaburi. You need kuomba maombi ya kujitoa ndani ya kaburi, na leo pana nguvu ya kukutoa katika kaburi lolote lile kushikilia. Haleluya, haleluya. Makaburi yakafunuka. Makaburi yanafunuka ili ipate kutapika chochote kilichomezwa. Kazi ya kaburi ni kumeza. Kazi ya kaburi ni kushikilia. Kazi ya kaburi ni kuua ndoto ya mtu. Alikuwa anasema mimi nitafanya hiki na kile, lakini unashangaa huyo mtu akishakufa akitaendelea tena, kinashinda kuendelea, sababu kaburi limeshashika mawazo yake, limeshika fikra, limeshika akili, limeshika kila kilichocheka, limeshika huduma, limeshika ndoa, limeshika, lina meza, na likishameza basi linaweka mfuniko hapo mbu. Unahitaji msaada wa Bwana. Bwana akija haje kwa nguvu zake akaliondoe lile jiwe, akaliondoe, na kwa mamlaka yake hiyo kaburi ifunuke. Ndio maana jioni ya leo ninamwambia mtu mmoja, lazima kaburi lililokushikilia lifunuke kwa jina la Yesu. Na kama unaamini katika uwezo wa Bwana ya kwamba anaweza akafanya jambo hili, kama unaamini ya kwamba kupitia kukufa kwa Yesu makaburi yalifunuka, hata nami pia anaweza akafunua hii kaburi lilo nimeza, au tabaki mtu wa kawaida. Haleluya! Kama tuko pamoja, unaweza ukanipungia namna hii. Watu wengi mambo yetu hayaendi kwa sababu hiyo, tupo ndani ya kaburi. Hii si kwa Wakristo tu, si kwa wapagani tu, no. Na kwa nini tunakuwa ndani ya kaburi? Si kwa sababu shetani alituweka, lakini kuna mashauri ambayo watu waliweka tu akakaa wakatuweka ndani ya kaburi. Na vitu jua, sisi ni Wakristo, tuishi spiritual. Tunatakiwa tuishi katika roho, tuanze kuangalia vitu vina move haje hivi. Kwa nini wengine wakienda kuhoji watu, ama kwa nini wengine wakifungua studio wanapata wateja na wanajulikana? Kwa nini mwingine akifungua biashara watu wanaenda huko? Why not me? Kwa nini siwe kwangu? Kwa nini siwe mimi? Biashara yenu ni moja. Kwa nini ule afanye hivyo? Okay, wale hawakumweka yeye, lakini wewe wa kwako walikuweka. Sio lazima sote tuwe katika kaburi, lakini wewe wakuangalia hivi, nipo katika kaburi na usipo. Haleluya. Kwa nini wengine wakifanya kitu wanatoboa, lakini wewe ukifanya utoboi? Ni kwa sababu gani? Kuna jambo, kaburi limekushikilia. You need kufanya maombi ya kufungua hiyo kaburi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, nafikiri pana mtu Roho Mtakatifu anamsaidia, na kama unasaidiwa na Roho Mtakatifu unaweza ukanipungia hivi nione kama unaelewa kabisa. Tunasema vitu ambavyo vinaweza vikakutoa sehemu na kufikisha sehemu. Ndio hivi sasa. Fikra za watu wengi zimetupwa makaburini. Hata kufanya jambo hawezi, anaweza akafikiria hiki lakini akinini, mara mawazo mengine yanakuja. Ni kwa sababu hata fikra ya mtu inaweza ikachukuliwa. Hata fikra ya mtu inaweza kuwa ipo hapo, lakini tayari imeshapofushwa. Dhamiri inaweza kuwa ishapofushwa. Unajiandaa tu vizuri ya kwamba mimi dada fulani nitajitahidi mwezi ujao nitaanzisha hili jambo hivi na hivi, lakini baada ya kulianzisha, ama hata kabla ya mwezi uliosema, siku uliosema, hakuna kinachoendelea. Mara unaambiwa kwamba hapana, unajua kwenye mandazi hakuna kitu, ukiuza mtumba itakuwa hivi na hivi. Fikra tayari imeshaibiwa.
Hatua za watu wengi zimezikwa, zimemezwa. Anataka ende mbele, lakini anajikuta yuko pale pale. Wewe tayari upo katika kaburi, limemezwa na kaburi. Haleluya, haleluya. Nitazungumzia kozi ya mwisho kwa siku ya leo, na tutaomba kwa ajili ya mambo mawili. Hili jambo la kwanza nimezungumzia leo, moja ya faida. Makaburi yakafunuka, yaleta faida kwa wale waliokuwa ndani ya kaburi. Lazima kaburi lifunuke, lilete faida kwako wewe. Kwa hiyo kuna jambo lingine hapa la msingi ambalo linaendelea hapa. Tuanzie hapa 52. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Ikainuka miili mingi. Hebu andika hapo, inuka. Kama unaandika, andika sehemu inuka. Ikainuka. Yes. Moja faida kifo cha Yesu ni kuja kuinua ile miili ambayo ilikuwa ndani ya makaburi, ipate kumuona, ipate kutoka katika kutekwa chini ya sheria za shetani. Sababu shetani mwanzoni yeye ndiye alikuwa anafungua mamlaka hadi ya mauti, alikuwa nayo. Ndio maana mtu akifa, mtu lazima aende kule chini. Kina Ibrahim tunasikia kwamba walikuwa huko, kina Samueli walikufa, walikuwa huko. Mpaka mtu akienda kupandisha mapepo anampandisha, yuko chini ya mamlaka ya shetani. Mtu akienda eti niamshe mtu fulani, anaamshwa. Sasa shetani anamwambia toka, nenda, ulikataa kunitumikia, hebu nenda msaidie huyo, anahitaji msaada, anahitaji hivi na hiyo, anaenda. Kwa sababu shetani alikuwa anashikilia. Bwana alipofanya vita, akamnyang'anya funguo ya mamlaka, na ni mamlaka ya mauti hiyo. Akamwambia sasa, nyie wote ambao mlikuwa chini, mmezikwa chini ya makaburi, mmeshikilia na mwamba ambaye alikuwa shetani. Kwa hiyo miamba ikapasuka, na baada ya miamba kupasuka, hao watu sasa miili ikainuka miili mingi, tena sio michache, ni mingi. So unakuja kuona jinsi gani watu walikuwa wengi ambao walikuwa wameshikiliwa na shetani, kwa wakainuka. Nasi jioni ya leo ni muda wa kuangalia moja faida Bwana alitupatia. Alitupa kuinuka. Kama wewe uko mtu wa level za chini, you need to be careful. You have to take care. Kama unajikuta tu ni mtu wa vitu vya chini, wewe sio mtu wa chini. Biblia inasema kwamba sisi ni watu wa juu. Sasa inakuwaje unakuwa mtu wa chini? Ili ule mpaka lalamike, ili ufanye hiki mpaka iwe hivi? Au ni maisha ya chini, ya watu wa chini. Ili uolewe mpaka ombe sana, wakati kuolewa ni haki yako. Bwana alishaiachiliaga. Kuoa ni haki yako. Anasema ilivyo vema mke atawacha wazazi wake na mwanaume pia, ili wawe mwili mmoja. Kwa hiyo ni haki yako, Bwana ashaisaini kitambo sana. Ukifeli hapo, sio swala la nini la Mungu hapa. Ingawaje kuna wengine ni swala la Mungu, anawaambia lazima iwe hivi, ili iwe hivi, ana sababu zake. Lakini watu wengi, Wakristo wengi, kwa Wakristo wote, kwa ukiwa tu Mkristo lazima una maisha mateso. Na nini maana ya kumpokea Yesu? Kwa ile tuishi mateso? Hamna. Kwa maisha ya chini tunakuwa tunawekewa na shetani sometimes. Baada ya sisi kutembea kumkataa shetani, tunaenda kwake, unajikuta ulikuwa na maisha mazuri, lakini baada ya kwenda kwa Yesu unakuwa na changamoto. Unakuta tayari huyu ashakupiga goli. Maisha ya chini ni maisha ya kukataa. Sisi ni watu wa kuinuka, na ndio maana Yesu akaja akasema, hawa watu sio wa kuzimu, hawa watu sio wa chini. Lazima nifanye mchakato wa kuwaondoa hapa chini na niwapeleke wapi? Paradiso. Hivyo na habari kama miili yote hiyo ipo paradiso tu, imepumzika, imetulia. Na wakati enzi hizo walikuwa chini ya mamlaka ya shetani, wanakula mateso huko. Lakini Bwana akasema, hawa watu mbona unaishi huko? Bwana akasema, Ibrahimu mtoto wangu, kwa miaka yote ulionitumikia wewe ni baba wa imani, au stahili kukaa huko? Bwana akapiga picha akasema, no, Elisha, wewe utaki kukaa huko. Bwana akapiga picha akasema, no,
Lazaro utakiwi kuwa huko. Akapiga hesabu akasema, wewe ni mtu kwanza, wewe ni mtu mzuri, utakiwi kuwa huko. Kwa sasa hivi wewe ni mtu wa juu. Na ndio maana akafanya mpango huo. Moja faida akawaletea wanadamu, ama hawa watu walikuwa wanashikilia, ni kuwanyanyua, kuwatoa chini na kuwapeleka juu. Na ndio maana jioni ya leo I'm here to decree and declare to your life ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa chini. Wewe sio mtu wa kulia. Wewe sio mtu wa kusumbuka. Wewe sio mtu wa kawaida. Hayo maisha uyakatae kabisa. Na usipowakataa kuna atakayekataa kwa nafasi yako. Sawa? Tuelewane vizuri hapo. Usipowakataa ukiachukulia fresh. Leo siku hizi ukiamwambia Mkristo, kwa nini wewe uolewi, ni mdada fulani, kwa nini uolewi, anakuambia muda. Bwana anaanza kuleta mambo ya bwana gani huyu? Bwana ameshamaliza, ameshakwambia ni vema na kupendeza. Sasa bwana, kwa nini unahisi unachojihisi? Haleluya. Bwana, kwa nini hajatuliza? Lakini unakuta ni mwanaume kabisa, kuoa hautaki, lakini mwili unakusumbua, unafanya upuuzi kila siku. Kwa utagundua kwamba huyu jamaa sio kwamba muda hujafika. Muda ni ile hali ya tayari unaanza kujihisi kwamba nifanye hiki, ndio muda sahihi. Ni wewe tu ndio unasema muda wa Bwana. Kwa hiyo Bwana amekubali kabisa ukae kwa kuteseka, ukae kwa kutulia, ukae kabisa. Wengine wakucheke, bwana gani wewe? Wengine wanakucheka, mbona haoi, mbona olewe? Wengine wanakucheka, mbona bado maskini tu? Mungu anafurahi wapi? Afurahi. Na ndio maana usipokataa wewe, hakuna atakayekataa kwa nafasi yako. Ndio maana ametupatia mamlaka, anasema ya kwamba ashukuriwe Bwana, anahimidiwa aweze kufanya mambo. Aweze kufanya mambo. Kwanza ni makubwa, ni mengi zaidi ya vile tulivyofikiria. Anaongeza, anasemaje? Kwa kadri ya ile nguvu itendao kazi ndani yetu. So kuna nguvu ndani yetu. Hiyo nguvu inawezekana ni maamuzi yako mwenyewe. Bila wewe mwenyewe kuamua, bila wewe mwenyewe kufanya hiki, hakuna kitakacho. Nothing itaenda mbele. Haleluya. Kwa hiyo kuanzia leo hii uwe mtu wa kukataa maisha ya kawaida, uwe mtu wa kukataa maisha ya chini, kwa sababu aliyekuwa wa kwanza kukataa ni Yesu. Akasema watu wangu hawata, anasema hivi, akinyanyuliwa huyo mwana wa Mungu huyo, atatuweka na sisi juu. Bwana wetu ni wa mbali sana. Bwana wetu sio Mungu wa kawaida. Haleluya. Mungu wetu sio Mungu wa kawaida. That's why ni muda mzuri wewe kwanza kuangalia ni vitu gani vinanifanya kuwa mtu wa chini. Ni vitu gani? Magonjwa. Wengine ni magonjwa tu nafanya nakuwa watu wa chini. Wangekuwa vizuri, wangeishi vizuri, lakini magonjwa na kama magonjwa kake akajawahi kumwachilia, kana kufanya nakuwa mtu wa kawaida sana. Wengine ni watumishi wazuri wa Bwana, lakini kanisa, huduma zimeshikiliwa. Kwa anabaki na wale watu watatu. Nazungumza tu na wachungaji pia. Anabaki na wale watu watatu. Naye kabisa narizika, ndio Mungu alioniletea. Mungu gani? Mungu gani huyo unamzungumzia? Mungu wetu ni Mungu wa kuzidisha. Mungu wetu sio Mungu wa kuleta vitu vya ajabu ama kupunguza, no. Ni Mungu wa mazidisho. Ndio maana anasema hatimaye mzidi kuwa utukufu hadi utukufu. Anasema nitawarejeshea. Haya, Mungu ni Mungu wa kuzidisha. Anamwambia Ayubu ya kwamba kama watoto walikufa hivi, nitakupa zaidi ya wale. Kama punda, kondoo, ng'ombe sijui walikufa hivi, nitakupa zaidi ya wale. Kwa Mungu wetu ni Mungu wa multiplication and not wa kupunguza. Hiyo sio Mungu tunayemwabudu sisi. Na ndio maana anza kuangalia ni kitu gani kimepungua kwenye maisha yako. Je, ni afya? Ni kitu gani kipo chini kinakusababisha na kuwa mtu wa chini? Wewe ni mhudumu mzuri, mwimbaji, mnatusikiliza huko, lakini unaimbaga tu kanisani kwenu. Mungu wetu sio Mungu huyo. Mungu wetu ni Mungu wa utukufu hadi utukufu. Mungu wetu ni Mungu wa kukutoa hapa na kupeleka sehemu nyingine. Unaenda kumhubiri Yesu, unaenda kufanya huduma na watu wanafaidi kwa ile neema Mungu aliyoweka ndani yako. Haipo tu kwa ajili ya hilo kanisa lako, haipo tu kwa ajili ya wale watu wanakuzunguka. Na ndio maana ukiona huduma haitoki nje, iishakie pia. Kuna watu wanasubiri tu wewe ufike hapo ili Mungu afanye jambo kupitia wewe. Anza kuwa mtu wa kukataa maisha ili upate pesa mpaka usumbuke.
sisi wale. Haleluya. Ashukuriwe Mungu aweze kufanya mambo makubwa zaidi ya yale tufikiriayo, kwa kadri ya ile nguvu itendayo kazi. Kuna nguvu. Una nguvu gani? Ni ile nguvu ya maamuzi ya kusema mimi sitabaki hivi. Watu ambao walijua kufanya maamuzi magumu ndio watu ambao hawakubaki jinsi walivyo. Shida yako unajiona ni mtenda dhambi sana. Shida yako umejiona umetoka mbali sana, kule nilikotoka kweli naweza ndio hata Yesu alimwambia hivyo. Hivi Nazareti kunaweza kutoka kitu kama hichi? Shida yako unaangalia kwenu. I'm come from Africa na nipo huku Ulaya. Hivi nipo huku Ulaya naweza nikafanya hiki kitu kabisa na watu wakanikubali ama na watu wakaniamini? I'm coming from Dodoma. Hivi naweza nikafanya kitu kabisa na ulimwengu ukaelewa hiki ninachokifanya? Bwana, ulimwengu unaelewa tu. Kazi ya ulimwengu kuelewa sio yako, wewe ni kufanya kusudi la Bwana. Bwana mwenyewe atajua. Kwenye hii familia yetu kweli naweza nikafanya kitu. Na nikakwambia kwenye familia yenu naweza kufanya kitu. Kweli tu, kwa sababu hakuna ambaye ameshawahi kufanya. Ndio maana nasema hakuna atakayeweza kufanya kitu. Kama yeye alishindwa, wazazi wako walishindwa, ndugu zako kwa nini siwe wewe? Kwa nini usio wewe kuwatoa sehemu? Haleluya. Mili kainuka. Mtu mmoja jioni leo nitatamani aombe kwa uchungu, ili mwili wake kama ulikuwa umeshikiliwa na kaburi, ulikuwa umeshikiliwa na chochote kile. Mama, ishu ya kushikilia kwenye makaburi hipo. Mambo ya Yesu amemaliza vyote, tumeshakubaliana haipo. Amemaliza yale makubwa ambayo alijua sisi hatungeweza. Kujitoa katika dhambi ya Adamu ya asili hatungeweza, kaomba hata moja damu yake. Lakini mengine akatuachia kabisa. Alivyomwamba akampiga shetani kabisa. Baada ya kumpiga namwambiaje, shuka chini. Hapo anamwambia ole kwa ulimwengu. Kwa nini anawasema ole? Kwa sababu anajua amemtupa kula aje akatusumbue. Hajashikwa, shetani hajakamatwa. Usiseme kwamba kwa nipo free, amemaliza nini? Kwa nini? Kazi ya kumaliza uende imebaki yako. Kwa nini sio wewe? Anasema mpingeni, sio anajua kwamba nimeopa mamlaka, unaweza kumpinga. Sijui kama pana mtu ananielewa. Shetani tusimwogope, tumepewa mamlaka. Na ndio maana naomba kusema amemaliza, tuachane nayo kwanza. Vingine tuvimalize sisi. Yeye amemaliza yale aliyomuhusu. Amemaliza ile ambayo aliona ni kubwa ambao wanadamu hawatamaliza. Akasema nimalize. Mengine akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga juu ya nyoka na nge. Anasema vita vyenu sio vya kimwili, pambaneni kutafuta katika ulimwengu wa kiroho ili mpate kupambana katika roho. Kwa katupatia na strategy, tunapigaje hivi vita. Ni kusema kwamba vita vipo, vita vijaisha. Ni kusema kwamba mapepo yapo. Biblia inasema ni juu ya mapepo, ni juu ya falme, mafalme zipo. Ni juu ya mamlaka ipo. Kwa ni kazi kwako kumtafuta Mungu kwa nguvu, kwa bidii. Kwa sababu kwenye ishu ya kumtafuta anasema mtafute kwa bidii. Kwenye ishu ya kumpenda anasema nawapenda wanipendao. Wao mpende Bwana, lakini kwenye ishu ya kumuona anasema watakaonitafuta kwa bidii ndio watakaoniona. Kwa nilikuwa hapa kuzungumzia faida hizi mbili, wakati nimebakiza faida zangu mbili tena. Bado nyingi kabisa. Nitabakiza mbili, lakini leo nitaishia hapa na tutaomba kwa ajili ya maneno. Nimesema faida nyingine moja wapo, kiachana zile tuliozungumzia za pazia la hekalu kupasuka, nchi kutetemeka, miamba kupasuka. Leo tumezungumzia kwa ajili ya makaburi yakafunuka. Kwa lazima hata unapoenda kwenye prayer point ama unapoomba, jitahidi kuongea kwa ajili ya pazia kupasuka. Sio kwa ajili ya pazia samani, lakini kwa ajili ya makaburi kufunuka. Mwambie Bwana, mimi nafunua kila kaburi lililomeza maisha ya watoto wangu. Hata watoto wako unawatoa. Wewe kama upo kwenye kaburi kizao watoto, nafikiri watoto wamekuwa wapo free. No, na wenyewe wapo ndani. Sawa, na ndio maana mahuduma ya leo inakuwa ni huduma ya kawaida. Kwa sababu gani? Una huduma, lakini kwa sababu wewe umefungwa, huduma inakuwa haina maana. Lazima wewe utoke. Biblia inasema kulikuwa punda alikuwa amefungwa hapo. Punda alikuwa amefungwa ni mmoja. Lakini Yesu akamwambia hivi, nendeni mkaniletee punda na mwana punda. Why punda na mwana punda? Na siwe punda tu.
punda alikuwa anafungwa ni moja, lakini kwa sababu ule mtoto anahitaji kunyonya, anahitaji hiki na kile, alikuwa tu yupo free, lakini anaonekana kama mfungwa sababu anazunguka hapo, anazunguka hapo. Wazazi wako wameshakuzaa na unakuwa mtu wa kawaida, sababu wao walikuwa kwenye gereza, walikuwa kwenye jeneza, walikuwa kwenye makaburi, na wewe moja kwa moja upo kwenye makaburi. Watoto wako nao ukiwazaa nao wao pia mupo ndani ya makaburi. Kwa ni kazi kwako kupambana, la sivyo mtaishi maisha ya kaburi, na wakati Yesu huku tayari amekwisha kufufua miili ya watu, mtaishi katika makaburi, wakati hapa makaburi yalikuwa yamekwisha kufunuka. Hebu simama, alafu tutamwomba Bwana. Tutaanza na mpango wa kujitoa kwenye makaburi, lakini tutaenda kuinuka na Kristo. Ikainuka, hapa ndio pako ile somo, inuka na Yesu. Yes, hakikisha unapoomba be serious kabisa. Sometimes tunapoongea mambo kama haya, watu wanakuja wanafikiria kwamba wenda sababu ananijua ama wenda ana ujanja wa kuongea tu. Hapana, acha kuchukulia vitu vyote easy. Bwana anaweza kasema na mtu yeyote yule kupitia kitu chochote kile. Bwana aliona fikisha ujumbe kwa mtu kupitia punda akaongea. Bwana aliona mpelekea mtumishi wa Mungu chakula kupitia kunguru. Kwa vitu ni vingi ambavyo Bwana anaweza kuvitumia. Cha muhimu wewe pokea lile neno la Bwana ambalo umelileta kwa ajili ya maisha yako. Wewe usimwangalie kwanza mtu. Na ndio maana kuna mtu alichelewa kupata mtoto kwenye Biblia kwa sababu moja tu. Alikuwa anamuona mtumishi wa Mungu anapita miaka nenda miaka rudi, afanye reaction yoyote. Lakini siku aliposema kwamba mume wangu naona mtumishi tumfanyie jambo, na ndio siku ambayo mtumishi alianza kuuliza, mna changamoto gani hapa? Kwa issue niwe kuona mbali, niwe kulipokea neno na basi, niwe kumpokea mtumishi na basi. Haleluya, haleluya jamani. Basi tutaenda kwenye maombi. Tutakuwa na maombi yetu mawili hapa kwa ajili ya kufunua kila makaburi na kuinuka kutoka makaburini. Haleluya. Tunishuke hapa ili tuombe kabisa kwa kumaanisha. Tutaanza na prayer point ya kwanza, ni kwa ajili ya makaburi kufunguka. Utaweka mikono yako miwili juu and then tuombe. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nina mtu amewahi kunifundisha kwamba kuomba ni kusema. Kama usemi utakuwa na utajikuta ukiwa unasema rohoni, Bwana Yesu. Tamka, tumepewa kinywa ili tuongee. Tumepewa kukiri, tunakiri kwa kinywa, tukiri katika roho. Kuna vitu vingine naomba tukiri, kuna vitu naomba tuvimaanishe. Haleluya. Sema Bwana Yesu, ninayo sababu ya kukushukuru jioni ya leo kwa neema na neno ambalo umeliachilia. Ulinijua Bwana, uliniona Bwana, na ndio maana umelituma neno lako ili linitoe sehemu na kunifikisha sehemu. Basi jioni ya leo ni sababu yangu kubwa ya kukushukuru, kwa sababu unataka nisiwe mtu wa kawaida, kwa sababu unataka kunitoa sehemu na kunipeleka sehemu, sababu unataka kubadilisha maisha yangu, kwa sababu unataka kubadilisha mwenendo wangu, kwa sababu unataka kunipeleka mbali zaidi, kwa sababu unataka ulimwengu kakuone kupitia mimi, kwa sababu unataka Bwana niwe mtu ambaye sio wa kawaida. Hivyo Bwana, ni sababu la kukushukuru, kwa sababu kabla ya mimi kuomba tayari unajua nini niombe. Ninayo sababu ya kulitukuza jina lako. Sema Bwana Yesu, kama kuna sababu yoyote inaweza kasababisha Bwana usisikie maombi yako, nasogea kwenye kile kiti cha neema kwa ujasiri, nikiamini ya kwamba wewe Mungu
ni mwingi wa rehema. Wewe Mungu ni mwingi wa rehema. Wewe Mungu ni mwingi wa rehema. Unatusamehe kwa sababu yako, si kwa sababu yetu, si kwa sababu yetu. Hivyo Bwana, ninatangaza kwa sababu yako ukanihurumie. Hivyo Bwana, ninatangaza kwa sababu yako, litume damu yako, itume damu yako ikanioshe kila takataka, ikanitakase na ikanene mema jioni ya leo, ili kile nitakachotamka, ili kile nitakachosema Bwana ukakikubali, ili kile nitakachosema Bwana ukakipokee. Sababu neno lako linasema maombi ya mwenye dhambi ni machukizo. Hivyo natangaza dhambi zozote ambazo nimezifanya ama ambazo shetani ananihukumu, natangaza ya kwamba Bwana ulimaliza. Hivyo Bwana, natangaza mimi ni msamehewa, mimi nimesamehewa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Na natangaza tena ya kwamba Roho wako akawe juu yangu, na vaa silaha kwa ajili ya kuingia katika maombi haya, na Roho Mtakatifu akawe mwalimu wangu. Roho Mtakatifu akawe mwalimu wangu, akanifundishe nini nipasayo kufanya, jinsi ipasavyo kuomba, sababu ni yeye anayetusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Hivyo natangaza Roho wa Bwana kuwa ndani yangu kama ulivyokuwa ndani ya Yesu, ukampa assignment ya kuwaponya wagonjwa, ukampa assignment ya kuwafungua wafungwa. Na mnatangaza Roho wako anapokuwa ndani yangu jioni ya leo, kuna vitu ambavyo ninaenda kuvifaidi, kuna vitu ambavyo ninaenda kuvipata. Hivyo ninaalika Roho wa Kristo awe ndani yangu, Roho wa Bwana awe ndani yangu, ili akanielekeze jinsi ya kuomba katika jina la Yesu. Ndipo sasa Bwana, kwa mamlaka ulionipa ya kukanyaga nyoka na nge, ninakuja mbele uso wako kukanyaga makaburi yoyote iliyonishikilia kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kila kaburi kama ulivyopita siku zile, sema siku zile za Lazaro, ukasema ya kwamba liondoeni lile jiwe, ingawaje walisita, lakini waliliondoa. Ndipo lipopata nafasi ya kumwita Lazaro na akasikia. Na mnatangaza ipo jiwe ambayo imewekwa, ambayo imenifanya nimekuwa ndani ya kaburi. Natangaza kwa mamlaka ya kifo cha Yesu alipokufa, kuna mamlaka, kuna nguvu, kuna faida aliyoziacha. Na mojawapo ya faida, Biblia inasema makaburi yalifunuka. Na mnatangaza kila kaburi lililofunuka liniachie. Ongeza bidii, you pray for your own life. Unaomba kwa ajili ya maisha yako, usikuwa mpole kwenye kila kitu. Aliwaambiaga kwamba Wakristo ni wapole nani? Anasema kwamba nimewatuma ndiyo muwe wapole, lakini wenye werevu. Yani sema ambapo yani msio wapole, yani msio wapole tu, lakini muwe werevu. Kwa kuna sehemu ambapo tutaki kuwa wapole, tutumie werevu. Sawa? Kuongeza bidii ni kwa ajili ya maisha yako. Unajifunguaje kama mwenyewe umepoa vile kweli? Kwa nguvu gani na kwa spidi gani? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninatangaza kila kaburi ambalo waliniweka. Yawezekana nilikuwa tayari nimekwisha kuzaliwa, yawezekana nilijikuta tayari nipo ndani ya kaburi hata kabla sijazaliwa, kwa sababu ya wazazi wangu. Sababu neno lako linasema wazazi wetu, mababu zetu walitenda dhambi, nasi tunarithi matokeo yanatupata sisi. Ndio maana ninatangaza kwa jina la Yesu, kila kaburi liachie maisha yangu, kila kaburi liachie maisha yangu, liachie maisha yangu. Bwana, natoka leo, natoka. Anza kutangaza kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza kutoka, sema natoka. Bwana, ninatoka
kwenye kila kaburi lililomeza maisha yangu, lililoshikilia huduma yangu, lililoshikilia utumishi wangu, lililoshikilia uchumi wangu, lililoshikilia ujana wangu. Nahitaji kutenda mema, nahitaji kuishi maisha matakatifu, lakini najikuta ninafanya dhambi tu. Ni kwa sababu nipo ndani ya kaburi. Ndani ya kaburi hakuna mwanga, na wakati mwanga ni Yesu, wakati mwanga ni wewe. Nikitoka ndani ya kaburi nitakuona, na after kukuona Bwana kuna vitu nitavifaidi. Hivyo kwa jina la Yesu natangaza kutoka ndani ya kaburi. Tangaza kutoka, sema ninatoka, sema leo natoka, sema leo natoka kwa jina la Yesu. Natoka. Hata na watoto wako toka nao kabisa, hata na huduma yako toka nayo, hata na kila kilicho chako toka nacho. Akili yako itoe. Utaanza kuona kuanzia sasa hivi kuna vitu vitaanza kuonekana, utakuwa unavifanya na vinatimia, kwa sababu hautakuwepo tena ndani ya kaburi. Mtoe mke wako, mtoe mume wako, toa wazazi wako, toa watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mamlaka kifo cha Yesu. Tangaza kutoka, tangaza kutoka. Sema ninatoka Bwana, ninatoka Bwana, ninatoka katika kila kaburi, katika kila shimo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema Yesu, sema Yesu, sema Yesu. Kama vile Danieli alivyotupwa ndani ya shimo, katika shimo hiyo kulikuwa kuna simba, ingawaje wa kummeza, lakini naamini Danieli hakuwa na amani, hakuweza kuendelea ndani ya ile shimo mpaka ulipomletea msaada wa malaika. Msaada wa malaika akafunga vinywa vya simba, na wakati alionekana bado mzima, Biblia inasema ya kwamba wakamtoa. Na mnatangaza kwa jina la Yesu, yeyote aliyeniweka ndani ya hili shimo, natangaza kutoka, natangaza kutoka. Sema ninatoka, sema ninatoka. Kama Danieli alivyotolewa, nami ninatoka, nami ninatoka. Wale simba wa kumeza, nami ninakushukuru kwa sababu wale simba wa kunimeza mimi, hivyo ninatangaza mimi bado ni hai. Natangaza kutoka. Hebu toka kabisa, hebu toka kabisa, hebu toka kabisa, hebu toka kabisa kwa jina la Yesu. Bwana, ninatoka katika shimo la ukoo, katika shimo ya kizazi changu, katika shimo ya lahana, katika shimo Bwana kutokuendelea, katika shimo Bwana la umaskini, katika shimo la magonjwa, katika shimo la kutokufanikiwa, katika shimo lolote ambalo waliona vema waniweke kwenye hilo, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. I declare kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatoka. Tangaza kabisa na watoto wako, na mume wako, na mke wako, na kazi yako, na nyumba yako, na mke wako. Tangaza ya kwamba ninatoka, ninatoka, ninatoka. Rashaka baba, rika ya papa, roskeli ya mama, raskoli ya mata, shekekekekeke, raskada ya mama. Tangaza kutoka katika lile shimo kabisa. Hebu ongeza bidii mpaka utoke kabisa. Sema walionishikilia wananiachia, wananiachia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kutoka, natangaza kutoka katika shimo la mauti. Daudi anasema ya kwamba shakarakalia raskolia, Bwana aliniponya katika mikono ya simba na dubu. Na mnatangaza katika shimo hili, Bwana unaweza kunitoa na kuniponya, sababu hujawahi kushindwa. Siku ile ulipokata roho, Biblia inasema ya kwamba makaburi yaliyofunuka yalifunuka. Hivyo natangaza Bwana ukapeleke tetemeko kubwa, tetemeko kuu, tetemeko kuu litakalosababisha makaburi haya yafunuke na yakaniache huru kabisa, huru kweli kweli. Mimi na watoto wangu waliopo na waliopo tumboni, mimi na watoto wangu, mimi na kizazi changu, mimi na nyumba yangu, mimi na kila kilicho changu. Rashakaya, huduma yangu sitasahau. Natangaza kutoka nayo. Bwana, natamani kuona mabadiliko katika nguvu hii ya kufufuka. Fufuka Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza huduma yangu inasonga mbele, kanisa la Talita 10 linaenda mbele, mtumishi wako anasonga mbele kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ipo nguvu ya kufukua makaburi. Popote ambapo Bwana nimewekwa, kanisa lako limewekwa, mtumishi wako amewekwa, natangaza kwa mamlaka jina la Yesu, nafumua
haya makaburi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema ninatoka, alafu sema nipo huru. Sema nipo huru, nipo huru, nimetoka, nipo huru kweli kweli. Yes. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kama neno lako linavyosema ya kwamba ikainuka mili kutoka ndani ya makaburi. Na mnatangaza Bwana, baada ya kaburi hili kufunuka, natangaza sasa ukaninue. Natangaza kuinuka na wewe, natangaza kuinuka na wewe katika uchumi wangu, katika maisha yangu ya mahusiano, katika ndoa yangu, katika usingo wangu. Natangaza kuinuka na wewe kwenye huduma yangu, kwenye kanisa langu. Nakataa kubaki ndani ya kaburi, kwa sababu tayari kaburi hili limekwisha kufunuka. Hivyo namtoa mke wangu, hivyo namtoa mume wangu, hivi nawatoa watoto wangu walioko viunoni mwangu na waliopo tayari. Natoa kazi yangu, natoa kila kilicho changu, nalitoa kanisa langu ndani ya kaburi hili kwa jina la Yesu. Tangaza sasa kuinuka, tangaza kuinuka. Sema kama ile miili ilivyoinuka, na mnatangaza kuinuka kihuduma, na mnatangaza kuinuka kiwoteva, kivyovyote vile kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza Bwana kuinuka, ninainuka kama neno lililompa mtumishi wako maono ya talita 10, ambayo inamaanisha ya kwamba simama na uinuke. Inuka talita 10 ambayo inasema msichana inuka. Na mnatangaza kuinuka pamoja na maono mtumishi wako, na mnatangaza kuinuka na ile mili iliyokuwa imelala, na mnatangaza kuinuka toka kaburi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kuinuka, natangaza kuinuka, tangaza kuinuka. Sema mimi sio wa chini. Kataa maisha mtu wa chini. Sisi ni wa juu kabisa, sisi ni wa juu. Ni neno la Mungu, sio sisi tumesipanga, sio sisi tumesema. Hilo ni neno la Bwana, hilo ni neno la Bwana. Tangaza ya kwamba Bwana, tangaza ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo nimeinuka kutoka kwenye uchumi wa kawaida, kutoka kwenye uchumi wa chini, kutoka kwenye maisha ya mazambi, kutoka kwenye maisha ya uharibifu, kutoka kwenye maisha ya ujana, kutoka kwenye maisha ya kufanya na kutoka kufanikiwa, kutoka kwenye maisha ya mateso, kutoka kwenye maisha ya kilio, kutoka kwenye maisha ya machozi kwa jina la Yesu Kristo. I declare kutoka, I decree kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kutoka, ninatoka popote uliponiweka. Tangaza kutoka, tangaza kutoka popote ulipokuweka. Kuna limit fulani umewekewa, tangaza kutoka kabisa, tangaza kutoka kabisa. Sakarika hapa, mkono wa Bwana ukakufate. Uko Marekani unaponisikiliza, mkono wa Bwana ukufate. Nimekuona kuna vitu vingi ambavyo tayari haviendi kwenye maisha yako. Rasoko lia mata yadea, ni kwa sababu tu kulikuwa kuna limit, na kutangazia kuinuka kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kuona hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo kwenye maisha yako mahusiano. Aekeshekelia raskolia mata, uko hapo unanisikiliza kabisa. Umeachika mara 3, umeachika sio na wachumba lakini na waume. Na kama ni kweli, taomba pamoja na mimi kusema ya kwamba ninainuka kutoka kwenye maisha kuachika kwa jina la Yesu Kristo. Raskolia mata in the realm of spirit, ni kuna vitu Bwana anaendelea kuviachilia. Sakaria manto erakatia papa sekelia manto skedia kwa jina la Yesu Kristo. Leo natoka kwa jina la Yesu Kristo, natoka. Sitabaki jinsi nilivyo. Bwana wangu ni Mungu wa utukufu hadi utukufu. You are a God of the glory, from the glory to glory. Ni wewe Mungu uliotupa msemo huo Bwana. Imeandikwa ya kwamba shekelia raskolia santarababa, neno lako nasema ya kwamba inuka, kwa sababu surely na kazi hii inakuhusu Bwana. Ipo kazi ambayo Bwana umeiandaa
na unasubiri nifanye, ila kwa sababu bado sijainuka, natangaza kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo, natangaza kutoka rasoli ya mata shekedia mando eraska kakapa eraskoliama eraskatapapapa reskoliamama. Wakati tunaomba is a realm of spirit, ninaona hapa kitu Bwana ananionyesha. Kuna mtu ambaye unasumbuka kwa habari za kazi, kwa habari za kazi sio kawaida, umeapply sio zaidi ya mara 5 na hakuna kinachoendelea, na kutangazia kwamba unaposema ninainuka na kazi yako tayari unainuka nayo, sakali ya mato utakapoenda utaleta ushuhuda, utaleta ushuhuda kwa namba hizo zinazopita hapo, utaleta ushuhuda. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha. Sema nainuka, sema nainuka, nainuka na kazi yangu, nainuka na ndoa yangu, nainuka na kanisa langu, nainuka na mji wangu, nainuka na familia yangu. Natangaza Bwana, kama ipo chochote kilichonizuia kuinuka, natangaza kuinuka, natangaza kuinuka, natangaza kuinuka kwa jina la Yesu Kristo. Sema ninakushukuru Yesu, mtukuze tu Yesu, mwambie asante, mwambie asante kwa sababu kuna vitu ambavyo utaenda kuvifanya kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu Kristo kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana Yesu Kristo kwa sababu unatosha, kwa sababu unaenea. Asante Mfalme, katika jina la Yesu Kristo utafanya vile ambavyo hata tujaomba. Wewe ni Mungu anayefanya zaidi ya yale tuombayo. Asante Bwana kwa sababu Roho Mtakatifu utaendelea kutukumbusha na kuendelea kutuombea zaidi ya kawaida mpaka tutoke 2026. Tunainuka na Jesus, we arise with spirit, tunainuka na roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu na mfalme wangu, asante Yesu Kristo. Ipo matangazo machache ambayo mtumishi aliacha, usikilize. Amen. Hebu sikiliza matangazo haya. Saa 7 kuna maombi yanaendelea kwenye group, wale wanaomba na mtumishi wa Mungu. Saa 7 nawahitaji sana, kweni hapo. Lakini wewe uliyepo hapa ni kuambie kitu ya kwamba hakikisha haya maombi uyaache kuyaomba. Andika hivi vitu hivi. Unaweza ukaanza hata kuanzia kile cha kwanza. Pazia la hekalu likapasuka ni moja ya faida ya Yesu. Unaweza ukaandika ukasema naomba kwa ajili ya mapazia haya yaliyowekwa kwenye maisha yangu ukatoka. Nchi ikatetemeka, unamwambia Bwana nituma tetemeko la Bwana. Sawa? Utaomba kwa ajili ya miamba kupasuka, unasema napasua kila miamba ambayo imenificha. Lakini pia kwenye makaburi hapa ambayo tumesomea leo, utajitoa na kufunua makaburi yote ambayo yamekufunika. Lakini Biblia inasema ikainuka miili, utasema kwamba inainuka kutoka mavumbini. Haleluya. Kwa hiyo ndio maombi utaendelea kuomba nayo hii. Na ninaamini ya kwamba leo nimepata nafasi hii, Bwana akitupatia nafasi nyingine tutaendelea kwa kadiri ya uongozi utakavyoona vema. So matangazo machache ni hayo. Hakikisha saa 7 upo online, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Blessed.